Naam, nilizungumza kwamba tutaendelea na kipindi kingine. Sasa leo naomba tuweze kuielewa vizuri PID, madhara yake, lakini pia na namna ambavyo inaweza ikatibika. Jamani, poreni kwanza wale ambao huwa mnapanikishwa jamani. Unapoambiwa baada ya vipimo vya ultrasound, unapoambiwa una vimbe maji kwenye mirija, unapoambiwa una cyst, hizi vimbe maji, jamani, usichukuliwe kama ni uvimbe sasa ule wa tumboni ambao sasa ndo unatakiwa ufanyiwe operation. Relax. Ndio, ni kweli mlishaambiwa kwamba PID ni ugonjwa mkubwa, like kuna wengine wameuchukulia kama bonge moja la ugonjwa. Hapana jamani. Sema tu ni ugonjwa ambao unahitajika umakini mkubwa sana, na unahitajika uweze kumuona daktari kwa haraka sana ili uweze kupata tiba, kwa sababu kadri unavyozidi kuacha bila kupata tiba ndivyo inavyozidi kuongeza athari kubwa sana katika mfumo wako wa uzazi. Tunaposema PID ina maana ya kwamba ile P imesimama kama pelvic, alafu ile I imesimama kama inflammatory, alafu ile D imesimama kama disease, pelvic inflammatory diseases. Sasa huu ugonjwa unapatikanaje? Kuna visababu vingi ambavyo huwa vinasababisha hivi vitu, na ndio maana ukienda kufanya vipimo, kabla haujafanya vipimo lazima umake consultation na daktari. Utaona daktari anakuuliza haya maswali. Ukikaa vibaya unaweza kuhisi labda daktari anakuchokoza. No, anaweza kukuuliza, je, ulishawahi kupata mimba, labda ule ujauzito ukaharibika? Kuna maana hilo swali. Je, ulishakutumia uzazi wowote wa mpango, kwa maana ya kwamba kutumia sindano, labda vijiti? Hilo swali pia lina maana kwa daktari. Kwa hivyo utakavomdanganya daktari kwamba hujawahi kutumia hata siku moja na ile hali uliwahi kutumia, basi hapo tayari unammisisha daktari kupata moja kwa moja jawabu la kwamba akikuandikia ile ripoti yako ya kwenda kufanya vipimo imisi. Kwa hiyo kuna sababu, lakini pia kuna sababu kama ya STI, kwa maana ya sexual transmission diseases. Na hapa kwenye sexual ndo kuna uwanda mpana wa maambukizi ya hii PID. Sasa haya magonjwa ni magonjwa gani ambayo ni very very dangerous katika mfumo wako wa uzazi? Kuna tachycardia, kuna gonorrhea. Hawa bakteria hawa wanapatikana kwa njia ya kujamiiana, sexual. Hapa tuende moja kwa mwanaume ambaye huyu ana hivi vimelea, manake atakapokuambukiza for the first, wale bakteria wana either wakikutana na yale mazingira yako hayana wale normal flora wa kuweza kupambana na wale bakteria na wakawashinda, manake wanatengeneza makazi. Sasa wanapoachwa kwa muda mrefu bila kutibiwa, wale bakteria wanahama kutoka kwenye ile njia kawaida kusogea kwenye mji, kwa maana ya kwamba huwa wanakimbilia kwenye ile mirija ya uzazi, ambapo kule ndo wanatengeneza makazi. Sasa wanapotengeneza vile vimbe maji vile, ambapo nyewe ndo mnakuja mnaambiwa kwamba una uvimbe kwenye mirija ya uzazi, yale ni makazi ya wale bakteria, ambapo pengine wanapokaa kwa muda mrefu bila kutibiwa ndo wanaleta hii shida sasa ya hizi inflammations. Kingine ni unsafe sex, yani kwamba leo unakutana na Mwajuma, kesho unakutana na Idi, kesho kutwa unakutana na Safe, na mtondogoo unakutana na mwingine tena. Kuwa na mahusiano ya watu wengi kwa wakati mmoja na wote ukashiriki nao mapenzi bila kutumia kinga ya aina yoyote, kuna hatari kubwa ya kupata maambukizi ya PID. Kwa hivyo hivi ni visababishi ambavyo huwa vinasababisha hii changamoto ya PID, na imekuwa ni very very dangerous kwa sababu watu wengi wamechukulia kama kitu cha kawaida. Hapa kwenye matibabu, hapa ndo kuna changamoto. Watu wengi wanatoa dawa ambazo hazikidhi kuua wale vijimelea. Baadhi ya watu wengi wanajitolea dawa, hasa pharmacy. Jamani, pharmacy nyingi sana zinatoa dawa kiholela. Tuwe makini kwa wale ambao ni wafamasia wenzangu. Jamani, kama unaona hii dawa haiwezi kutibu, tusiitoe. Tunatoa dawa nyingi ambazo huwa zinafubaza tu. Kulingana na miongozo ya kitaaluma, kwa maana ya matumizi ya STG 2023, hichi kitabu kimetoa mwongozo wa matibabu ya PID, na first regime ya kwanza ni sindano ya ceftriaxone, ambapo
Ceftriaxone hii inatolewa kulingana na kilo. Mtu kuanzia kilo 150 atachoma ceftriaxone ya miligramu 500. Ni kawaida. Lakini huyu anayechoma hizi sindano either siku 7 whatever, hii utaandikiwa sasa na daktari. Huyu lazima tena aje atumie capsule ya doxycycline, ambapo atatumia kidonge kimoja kutwa mara 2 kwa siku 14. Lakini pia at the same times atakuja kutumia metronidazole ambayo itakuwa ni 2 tablets 3 times a day kwa siku 14. Matumizi ya hii regime inasaidia kuua kabisa hivi vijidudu vya tachycardia na hii gonorrhea. Lakini kuna watu wanatoa Augmentin ya Amoxiclav, kuna watu wanatoa Cefixime wanatibu hii changamoto ya PID. Jamani, this treatment needs care. Inahitajika care kubwa kuanzia kwa daktari, mtaalamu wa maabara, mfamasia na nesi ili kupata matibabu halisi ya changamoto ya PID. Tunaelewa kwamba changamoto ya PID ni uwanda mpana, tukianza kudiscuss hatuwezi kumaliza. Inahitaji vitu vingi. Ikiwa tu kwenye conclusions, hii PID naombeni muelewe zimegawanyika kwa makundi tofauti. Tutakuja kuona kwamba kuna PID ya kawaida, kuna PID normal, lakini pia kuna PID kali na kuna PID ambayo hii inahitajika management ya hospitalini. Huyu mtu atapewa bed rest, ataanza kupewa management kulingana na miongozo. Kwa hivyo ni waase, unapoambiwa una uvimbe kwenye mirija ya uzazi, usishituke ukahisi sasa hapa labda umemaliza kila kitu, labda utaharibikiwa. No, jamani, tuliza kwanza akili, nenda kamuone daktari baada ya vipimo, then upate tiba. Good enough ni kwamba hii changamoto inatibika na unapona kabisa. Sema sasa, usipotibu hii changamoto, madhara ambayo unaweza kuyapata, cha kwanza, kupoteza ile menstrual cycle yako inavurugika, lakini kupata chronic pain, maumivu makali ya chini ya kitovu. Unapata maumivu makali sana. Lakini pia utapata maumivu makali during sex. Unapokuwa na either mume wako, labda kwa wale waliofunga ndoa, unapata maumivu makali. Lakini pia utapata changamoto either ya kutokupata ujauzito kwa siku zinazokuja, kwa maana ya kwamba kuiacha bila matibabu kwa muda mrefu utapoteza hii changamoto. Lakini pia unaongeza chansi ya kupata ectopic pregnancy. Hii ectopic pregnancy tunamaanisha ni ujauzito unaotunga nje ya mfuko wa uzazi, ambao hata pengine haiwezi kamaliza hata miezi 3 kukua, na hata ikifikisha miezi 3 basi itakuwa ni bahati kwako. Kwa hivyo unapopata hii changamoto au unapopata dalili kama kutokwa na uchafu mweupe aidha mzito sehemu za siri, kuwashwa and kupata maumivu makali kwenye nyonga, kupata maumivu makali chini ya kitovu, onana na daktari ili akushauri upate vipimo haraka sana ili uweze kupata tiba. Endelea kutembelea chaneli hizi mbili, Magic Industry pamoja na Maokoto News, ili uendelee kupata update na tips za afya. Lakini pia bila kusahau, karibu sana New RBB Health Company, utaonana na daktari bingwa wa kina mama na watoto. Lakini pia kwa wewe ambaye utakayepata ujauzito baada ya kutibiwa PID, karibu sana pale RBB kuna RCH, utapata huduma ya mama pamoja na kliniki ya mtoto. Karibuni sana. Naitwa Mr. Ivan, ni mfamasia New RBB Health Company. Asante sana and usiku mwema.